Habari zenu wapendwa, karibu sana kwenye Hadithi za Kiswahili. Leo ninawaletea simulizi ambayo itakufanya usihisi usingizi usiku huu. Ni hadithi ya kutisha ya uchawi, ya mizuka na ya mambo ya giza ambayo yanafanyika kijijini. Mambo ambayo watu wengi huogopa kuzungumza. Je, umewahi kuishi karibu na mchawi? Je, umewahi kusikia kelele za ajabu usiku wa manane? Leo tutasafiri pamoja katika safari ya Juma, kijana aliyehamia kijiji kipya bila kujua kwamba jirani yake ni mchawi mwenye nguvu, Bibi Zawadi, mwanamke ambaye kwa miaka 30 amekuwa akitumia uchawi kuua na kutesa watu wa kijiji. Kabla hatujaanza, nawaalika wapendwa mkabonyeze kitufe cha subscribe na ibonyeze ile alama ya kengele ili msipoteze simulizi zetu za ajabu zinazokuja. Ono, simulizi hii ni ya kutisha sana. Kama una moyo dhaifu, huenda upaswi kuisikiza, lakini kama una ujasiri, basi tuanze safari hii ya hofu na giza. Lori ilisimama mbele ya nyumba ndogo ya udongo, mchanga ukipaa hewani. Juma Mkwawa, kijana mwenye umri wa miaka 27, alishuka akitazama mazingira yake mapya. Kijiji cha Lupembe, Iringa, kilikuwa kimya sana, kimya cha kutisha. Hapa ndipo? Aliuliza dereva. Ndiyo, nyumba ya mzee Rajabu. Amefariki miezi mitatu iliyopita na sasa wewe ndio umeipanga. Dereva alimtazama kwa jicho la ajabu. Kijana, ni shauri lako, lakini kama ningekuwa wewe, nisingehamia hapa. Kwa nini? Juma aliuliza akicheka kidogo. Ni kijiji tu. Dereva alinyamaza kwa muda, kisha alisema, kijiji hiki kina mambo ambayo hayaeleweki kabisa. Usiku usitembee nje, na jirani yako wa upande wa kushoto, Bibi Zawadi, usiende kamwe. Hata kama anakuita, hata kama anakuomba msaada, usiende. Juma alicheka. Mimi sio mshamba, hizo ni hadithi za wazee. Dereva alimtazama kwa huruma. Tutaonana tena, au labda hatutaonana tena. Mungu akusaidie. Na akaondoka haraka, gari lake likitoweka katika mchanga. Juma aliingia nyumbani mwake papya. Nyumba ilikuwa ya kale lakini imara. Vyombo vilikuwa vimesafishwa, lakini kulikuwa na harufu ya ajabu, harufu ya uvundo, ingawa kila kitu kilionekana safi. Usiku ulikaribia haraka. Juma alipika chakula chake cha jioni, ugali na dagaa, na akaketi nje kuona jua likitua jioni ya magharibi. Hapo ndipo alipomuona kwa mara ya kwanza Bibi Zawadi. Alikuwa mwanamke mzee mwenye umri wa karibu miaka 70, mwembamba kiasi kwamba angekuwa mfupa tu. Ngozi yake ilikuwa nyeusi kabisa na macho yake yalikuwa ya rangi ya njano kama ya paka. Alivaa kanga chafu na alikuwa akichota maji kisimani. Karibu kijana mpya, hujambo? Alisema, sauti yake ikiwa kama mnyororo unaokokotwa juu ya chuma. Jina langu ni Bibi Zawadi. Mimi ni jinani yako? Juma alijibu, sijambo bibi, akijaribu kutabasamu. Lakini Juma moyo wake ulienda mbio sana. Hakuweza kujua ni nini alipata ile hali ya kuwa na wasiwasi. Zaidi Juma alijipa matumaini, lakini hakuweza kueleza ni nini. Juma, bibi alimrudia kumuita, akimtazama kwa makini. Jina zuri, kijana mzuri, lakini kijiji hiki hakina huruma kwa watu wazuri. Alicheka, kicheko cha kitisha, cha kichaa. Kisha bila kusema chochote zaidi, aliondoka na mtungi wake. Usiku ule, Juma alilala kwa shida. Ndoto zake zilijaa picha za Bibi Zawadi, akitabasamu, macho yake ya njano yakimwangazia gizani. Siku ya pili kijijini, Juma aliamka mapema aende shambani. Alikuwa ameajiriwa kufanya kazi katika shamba la kahawa la mzee Shabani. Asubuhi, kijiji kilionekane kawaida. Watoto wakicheza, wanawake wakichota maji, wazee wakizungumza chini ya miti. Lakini Juma aliona kitu. Kila mtu alipompita Bibi Zawadi, walipita mbali bila kumtazama. Watoto walikimbia, wanawake walinyamaza, hata wazee walimwepuka kila alipopita Bibi Zawadi. Kwa nini watu wanamwepuka Bibi Zawadi? Juma aliuliza mfanyakazi mwenzake, Daniel. Daniel alimtazama kwa wasiwasi. Wewe ni mpya hapa,
bado hujui, lakini Bibi Zawadi ni mchawi. Juma alicheka, akauliza kwa msisitizo, mchawi? Hiyo ni hadithi tu za kizamani. Unadhani hivyo? Daniel alijibu, uso wake ukiwa mzito kama mtu aliyepoteza tumaini. Basi jiulize, kwa nini watu 4 wamefariki kwa miezi 6? Wote walikuwa na afya, vijana wazima. Lakini ghafla walipata homa ya ajabu, wakadhoofika na kufa kwa wiki moja. Inawezekana ni ugonjwa ambao madaktari hawajaweza kuutambua, ugonjwa ambao haufanani na chochote. Daniel alimtazama. Na kitu kingine, wote waliofariki walikuwa wamemkosea Bibi Zawadi. Mmoja alimchukulia kuku wake, mwingine alimpigia kelele wakati wa mkutano wa kijijini, mwingine walishtakiana mahakamani. Juma alianza kuhisi wasiwasi. Lakini, usiku Juma, usitembee nje, Daniel alisema kwa sauti ya chini. Bibi Zawadi hutembea usiku, na wale wanaomuona hawazungumzi tena. Kama wanazungumza, ni kwa kuwa vichaa. Usiku ule, Juma alisikia kelele. Saa 3 za usiku, aliamshwa na sauti ya kuimba, wimbo wa kale, wa kichawi, ulioimbwa kwa lugha ambayo Juma hakuielewa. Aliamka, moyo wake ukidunda kwa kasi. Kelele zilikuwa zinatoka nyumbani kwa Bibi Zawadi. Kwa uangalifu, Juma aliinua pazia ya dirisha lake, akatazama nje. Na kile alichokiona kilimfanya moyo wake usimame kwa presha. Bibi Zawadi alikuwa nje, katikati ya ua wake, akizunguka moto mdogo. Alikuwa uchi kabisa, mwili wake mwembamba ukionekana kama kivuli gizani. Alikuwa akiimba, akitupa vitu motoni, vitu ambavyo Juma hakuweza kuvitambua. Kisha kitu kingine kilitokea. Kutoka gizani, viumbe watatu walikaribia, viumbe visivyokuwa binadamu. Vilikuwa na umbo la wanyama, lakini vilikuwa kitembea kwa miguu miwili. Macho yao yalikuwa mekundu kama damu. Bibi Zawadi alizungumza nao kwa lugha ya ajabu, ya kuchukiza. Viumbe vile viliitikia kwa sauti kama za ngere wakilia, ya kutisha. Juma alitaka kupiga kelele, lakini sauti yake haikutoka. Alitaka kukimbia, lakini miguu yake haikuwa na nguvu, ililegea yote. Alianguka chini, moyo wake ukipiga kwa kasi ya kutisha, na akalala hapo hapo, akitetemeka hadi alfajiri. Asubuhi iliyofuata, Juma aliamka akiwa na homa. Hakuamini kile alichokiona. Labda ni ndoto, labda ni hallucination, lakini moyo wake ulijua ukweli. Alipokwenda shambani, alipata habari mbaya. Daniel, rafiki yake aliyemuonya kuhusu Bibi Zawadi, hakuja kazini. Wafanyikazi wengine walisema Daniel aliugua ghafla usiku, homa kali, na sasa alikuwa amelala hospitalini. Mmoja wa wafanyikazi alisema, ameanza kutapika damu. Madaktari hawaelewi kitu. Wanasema ni kama damu yake inafufuliwa kutoka ndani. Juma alikumbuka, usiku ule Bibi Zawadi alitupa kitu motoni. Je, ilikuwa ni nywele za Daniel? Je, ilikuwa ni kitu cha Daniel? Jioni Juma alipokuwa narudi nyumbani, Bibi Zawadi alimsubiri barabarani. Habari za leo Juma, alisema, tabasamu lake la uchawi likimchomozea. Nzuri, Juma alijibu, akijaribu kupita. Uliniona usiku jana, Bibi alisema kimya. Ulinitazama kupitia dirisha langu. Juma alikwama, moyo wake ulisimama. Sikukuona. Usinikadhibishe, Bibi alisema, sauti yake ikiwa ya chini na yenye hatari. Nina macho mengi, ninaona kila kitu. Sasa una chaguo. Unaweza kuwa rafiki yangu au unaweza kuwa adui yangu. Lakini jiulize, Daniel alikuwa adui yangu na sasa yuko wapi? Juma alikimbia, hakuweza kujizuia. Miguu yake ilikimbia, moyo wake ukipiga kelele. Alisikia kichecho cha Bibi Zawadi nyuma yake, kichecho cha kutisha, cha sheitani. Asubuhi iliyofuata, Juma aliamka akiwa na homa. Hakuamini kile alichokiona. Labda ni ndoto, labda ni hallucination, lakini moyo wake ulijua ukweli. Alipokwenda shambani, alipata habari mbaya.
Daniel, rafiki yake aliyemwonya kuhusu Bibi Zawadi, hakuja kazini. Wafanyakazi wengine walisema Daniel aliugua ghafla usiku, homa kali, na sasa alikuwa amelala hospitalini. Ameanza kutapika damu, mmoja wa wafanyakazi alisema. Madaktari hawaelewi kitu, wanasema ni kama damu yake inafufuliwa kutoka ndani. Juma alikumbuka usiku ule Bibi Zawadi alitupa kitu motoni. Je, ilikuwa ni nywele za Daniel? Je, ilikuwa ni kitu cha Daniel? Jioni, Juma alipokuwa anarudi nyumbani, Bibi Zawadi alimsubiri barabarani. "Habari za leo, Juma?" alisema, tabasamu lake la uchawi likimchomoza. "Nzuri," Juma alijibu, akijaribu kupita. "Uliniona usiku jana," Bibi alisema kimya. "Ulinitazama kupitia dirisha." Juma alikwama, moyo wake ulisimama. Sikukuona." "Usinikadhibishe," Bibi alisema, sauti yake ikiwa ya chini na yenye hatari. "Nina macho mengi, ninaona kila kitu. Sasa una chaguo. Unaweza kuwa rafiki yangu au unaweza kuwa adui yangu. Lakini jiulize, Daniel alikuwa adui yangu na sasa yuko wapi?" Juma alikimbia. Hakuweza kujizuia, miguu yake ilikimbia, moyo wake ukipiga kelele. Alisikia kicheko cha Bibi Zawadi nyuma yake, kicheko cha kutisha, cha kishetani. Siku iliyofuata, Juma aliamua kwenda kumtembelea mganga wa kijiji, Mzee Chausiku, mtu aliyesemekana kuwa na nguvu za kiroho. Nyumba ya Mzee Chausiku ilikuwa mbali kidogo na kijiji, karibu na msitu. "Umekuja," Mzee Chausiku alisema kabla Juma hajasema chochote. "Unamuona yeye, Bibi Zawadi?" "Ndiyo," Juma alikiri. "Ni nini yeye?" Mzee Chausiku alimtazama kwa macho yaliyochoka. "Yeye ni kitu ambacho kimekuwa hai kwa muda mrefu sana. Miaka 80 iliyopita, Bibi Zawadi alikuwa mwanamke wa kawaida, lakini alipoteza mtoto wake, alikufa akizaliwa. Kwa uchungu, Bibi Zawadi alienda msituni, akamwomba Shetani ampe nguvu za kulipiza kisasi kwa Mungu. Shetani alimjibu, alimpa maisha marefu, nguvu za uchawi na uwezo wa kusikia mawazo ya watu. Lakini bei ilikuwa roho yake. Yeye sio mwanadamu tena, ni kiumbe cha giza. Juma alitetemeka. "Ninaweza kufanya nini?" Mzee alisema, "Kuna njia moja tu, lazima umvunje nguvu zake. Kuna kitu anachokificha, mfupa wa mtoto wake. Mfupa ule ndio chanzo cha nguvu zake. Ukiuchoma, nguvu zake zitaisha." "Niko wapi mfupa huo?" "Nyumbani mwake, chini ya kitanda chake. Lakini kuchukua ni hatari sana. Ukikamatwa, atakula roho yako." Juma alipanga kwa bidii. Aliistudia Bibi Zawadi kwa siku 3. Alijua wakati anaondoka kwenda sokoni Jumanne na Jumatano asubuhi, wakati analala baada ya saa 9 usiku, na wakati anatembea msituni kila Jumatano jioni. Siku ya Jumatano, wakati Bibi Zawadi alipoondoka kwenda sokoni, Juma aliingia nyumbani mwake. Harufu iliyomkabili ilikuwa ya kutisha: uvundo, damu iliyokawaa na kitu kingine ambacho hakikuweza kuelezewa. Nyumba ilikuwa yenye giza hata wakati wa mchana. Miunzi iliyopita dirishani ilionekana kuganda kabla haijaingia. Juma alitembea kwa uangalifu. Kwenye kuta kulikuwa na picha za watu ambao tabasamu zao zilikuwa zimefutwa na damu nyekundu. Mezani kulikuwa na vifupa vya ndege, paka na vitu vingine. Chumba cha kulala kilikuwa nyuma. Juma alifungua mlango kwa uangalifu na akafikia kitanda kikubwa chenye shuka nyeusi. Kwa moyo unaotetemeka, aliinua kitanda na pale chini alikiona mfupa mdogo wa mtoto mdogo uliowekwa kwenye mketara wa rangi nyekundu. Kuzunguka mfupa kulikuwa na rangi za uchawi na pete ndogo, ile pete ambayo Bibi Zawadi alivaa daima. Juma alinyoosha mkono kuchukua mfupa. "Unathubutu?"
Sauti ilimpiga kama radi. Juma aligeuka na akamwona bibi amesimama mlangoni, macho yake yakiwa kama moto. "Unapenyeza nyumbani kwangu?" Bibi alipiga kelele, sauti yake ikiwa ya shangazo. Si sauti ya mwanadamu, ni sauti ya kiumbe. Juma alichukua mfupa na kukimbia. Alimpita Bibi Zawadi kwa mbio. Alikuwa mzee, alikuwa pole, na akatoka nje. "Hakuna mahali utakapokimbia," bibi alipiga kelele nyuma yake. "Nitakula roho yako." Juma alikimbia kwa kasi kuelekea nyumbani kwa mzee Chausiku, mkono wake ukiubana mfupa mdogo uliokuwa chanzo cha kila kitu, huku nyuma yake sauti za kutisha zikigaagaa gizani, viumbe visivyoonekana vikimfuata kwa njaa na hasira. Na alipofika akiwa hoi, pumzi zikikatika, alipiga kelele, nimepata mfupa!" Mzee Chausiku hakusita. Aliwasha moto kwa haraka, akitupa dawa za miti, huku macho yake yakijaa tahadhari. "Tupa sasa, haraka kabla hajakufikia." Juma alipoitupa mfupa motoni, mlipuko mkali ulitokea. Mwanga mweupe ukaangaza usiku mzima, na kilio cha kutisha kikapasua anga. Kilio cha Bibi Zawadi, "La, unanichoma!" Sauti yake ikisikika kana kwamba dunia nzima inasikia. Mfupa ukaendelea kuchomeka taratibu hadi kuwa majivu, na kila ulipozidi kuyeyuka, nguvu zake zikazidi kupungua. Lakini huo haukuwa mwisho, kwani usiku ulipoingia, Juma alirudi nyumbani akijidanganya kuwa yote yamekwisha, bila kujua kuwa Bibi Zawadi, akiwa bado hai japokuwa dhaifu, sasa alikuwa na chuki kubwa zaidi. Na saa 3 kamili za usiku, mlango wake ukapigwa kwa nguvu za kutisha. Piga, 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 mpaka nyumba ikatikisika. "Juma, fungua mlango!" Sauti nzito ya kidemoni ikasema, si sauti ya kawaida tena. Na alipokataa kwa hofu, mlango ukatikisika zaidi hadi kuvunjika. Ndipo Bibi Zawadi akaingia, si kama bibi wa kawaida, bali kiumbe wa kutisha. Mwili wake umeharibika, mikono mirefu kama fimbo, macho mekundu yanayowaka, meno makali kama ya mnyama, akisema kwa uchungu, "Umechoma mtoto wangu, sasa nitakula wewe." Juma akajaribu kujitetea kwa kuchukua kisu cha jikoni, lakini hakulingana na nguvu zake. Akakwaruzwa na kutupwa ukutani. "Roho yako ni yangu," bibi akasema akimkaribia. Lakini ghafla mlango ukapasuliwa kwa nguvu na mzee Chausiku akaingia akiwa ameshika fimbo yenye alama za uchawi. "Acha mtoto huyo!" alipiga kelele huku akirusha dawa. Mapambano ya kiroho yakazuka, mwanga na giza vikigongana, nyumba ikatetemeka kana kwamba dunia inapasuka, hadi mzee alipomwaga maji maalum yaliyobarikiwa juu ya bibi. Kilio cha mwisho cha kutisha kikapasua usiku. Mwili wake ukaanza kuyeyuka kama moshi na kivuli, akimtazama Juma kwa macho yaliyojaa chuki na maumivu. "Hii si mwisho, nitarudi kwa njia nyingine," akasema kabla ya kutoweka kabisa gizani. Siku zilizofuata, kijiji cha Lupembe kilitulia na kufurahia pumzi mpya ya matumaini, kwani waliokuwa wamedhoofika kwa miezi mingi, akiwemo Daniel na wengine, walianza kupona taratibu, hali iliyowafanya watu waamini kuwa laana nzito iliyokuwa imekalia kijiji chao hatimaye imeondolewa. Juma akageuka kuwa shujaa wa watu, akishukuriwa, akiheshimiwa na akipewa zawadi kama ishara ya shukrani. Lakini katikati ya furaha hiyo, mzee Chausiku alimvuta pembeni na kumwonya kwa sauti nzito, "Juma, kumbuka, uchawi haufi kabisa. Bibi Zawadi amepotea, lakini roho yake bado inazurura msituni. Usitembee usiku na kamwe usisahau, wachawi wanaweza kurudi." Juma akaahidi kuwa makini, akaendelea kuishi kijijini kwa tahadhari zaidi. Na miezi 6 ilipopita bila tukio lolote, maisha yakaanza kuonekana ya kawaida tena, hadi siku alipomuoa mpenzi wake Amina na kuanza kujenga familia. Lakini usiku mmoja wa kimya, Amina akaamka kwa hofu baada ya kuota ndoto mbaya.
ndoto ya Bibi Zawadi akitabasamu kwa tabasamu la kutisha, huku akimnong'oneza, mtoto wako ni wangu. Amina akapiga kelele. Juma akamfariji akimwambia ni ndoto tu, lakini wiki iliyofuata ujumbe wa daktari ukabadilisha kila kitu. Amina alikuwa mjamzito, na usiku huo huo Juma akasikia tena sauti ile ile ya wimbo wa kale wa kichawi, sauti iliyomfanya damu igande. Akakimbilia dirishani, akatazama nje, na pale chini ya mwanga hafifu wa mwezi akaona kivuli cha mwanamke mzee akiimba, akicheza taratibu, kana kwamba alikuwa akimsubiri. Bibi Zawadi alikuwa amerudi, au labda hakuwahi kuondoka kabisa. Na hadi leo hadithi yake bado inaishi Lupembe, watu wakisema kuwa usiku wa manane unaweza kumsikia akiimba, unaweza kumuona akitembea msituni akitafuta roho mpya. Juma na Amina wakaendelea kuishi kwa wasiwasi mzito, wakijiuliza ikiwa watoto wao watakuwa salama, ikiwa laana hiyo imeisha kweli, kwa maana hakuna ajuaye ukweli kamili, isipokuwa jambo moja: uchawi haui, hubadilika tu umbo, husubiri wakati sahihi wa kurudi. Na hivyo basi, kama utawahi kufika Iringa, ukapita Lupembe, kumbuka, usitembee usiku, usiimbe wimbo wa kale, na ukisikia sauti ya mwanamke mzee ikikuita gizani, kimbia, kwa sababu Bibi Zawadi bado anatafuta. Na hapo ndipo hadithi yetu inaishia, au labda ndiyo inaanza upya. Simulizi hii ikiwa ni kioo cha hadithi nyingi za uchawi zinazoendelea kusimuliwa vijijini Tanzania, ambako wengi huamini kuwa uchawi ni halisi na wachawi bado ni kivuli kinachotisha jamii. Je, wewe unaamini uchawi ni wa kweli? Ungefanya nini kama ungeishi karibu na mchawi? Na je, Juma anastahili kuendelea kuishi Lupembe? Tuandikie maoni yako hapo chini, na kama simulizi hii imekutisha na kukuvutia, tafadhali like, share na waambie wengine kuhusu channel ya Hadithi za Kiswahili. Subscribe leo, washa alama ya kengele, na kumbuka, tunakushukuru kwa kutusikiliza. Lala salama kama unaweza.